Wapenzi watazamaji wa Amipro Show257, welcome again. Unajua kitu gani? Kwenye microphone kwa pamoja na MB Promoter aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I hate you too, that is my real name. Kwenye kamera kwa pamoja na mkali wangu Sisi Da Silva. Unajua kitu gani? Leo nimekusogezea kipindi changu ambacho kinaitwa Burundi Movie. Ni kipindi ambacho tunaweza kuongea na msanii ambaye anaigiza katika vitu vya filamu Bujumbura. Maana tunafanya vitu vingi sana. Amipro Show TV ni TV ambayo inakusogezea vitu vingi vya tasnia ya Burundi, ya muziki, filamu, sport, kila kitu. Leo niko na jamaa mmoja hivi, unajua ni actor bora sana ambaye mimi namwamini sana. Bro, inakuaje? Safi mzee. Uko poa lakini? Niko fresh. Welcome in the building ya Amipro Show TV. Nashukuru. Okay, ningelipenda nijue kwa majina lako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Lisia Bumba Muguju, lakini jina la kutafuta riski naitwa Jacques Mesha. Jacques Mesha. Hebu tunahitaji kufahamu Jacques Mesha inamaanisha kitu gani? Jacques Mesha, Jacques ni jina mbili ambalo nimebananisha mimi mwenyewe. Maana Jacques ni jina langu ambalo nilipewa wakati nilibatiziwa, na Lisia ni jina ambalo nilipewa na wazazi. That is so good. Lile Mesha lina maana bogose, handsome. Alafu na kama vile umependeza. You look so handsome kabisa. So mimi naanzaga chini, viatu bei gani? Viatu hapo navaa 100,000 hapa. 100,000 sure. Kama vile Santiago hivi. Hapo. Alafu tukichoka hicho kisuruali na hicho kisuti bei gani? Kama hujanidanganya. Maana naona umevaa kuna pete, kuna miwani, alafu sijapanda huko juu. Suti na suruali bei gani? Yaani vyote hapa mimi navaa 2,500. 2,500. 2,500. Da, mtu gani anakuvika wewe mavazi? Nani makeup wako ambaye anakupatia mavazi, customer wako? Mimi mwenyewe sitosema kwamba na makeup, lakini mimi mwenyewe najiongoza. Wewe mwenyewe? Yapo. Tunakuja kwa hair style yako, kati ya nywele. Kama vile kuna mirasta hivi, alafu kama vile zina swaga. Hebu naomba uniambie kwa siku una nani pesa ngapi ili utengeneze nywele zako? Wanda mimi sitosema kwa siku kwa sababu sio kila siku ndio naingia saloni. Bali niseme kwa wiki naingia mara 2. Kweli? Naingia mara 2 kwa wiki. That is so good. So unajua kitu gani? Mimi niko na Jacques hapa ambaye ni msanii wa filamu, actor bora sana. Ndio kwa maana leo nimekuzongezea kuweza kuongea naye 2 3 4 5. Bro, we need to know mambo ya filamu ilianza mwaka gani? Mambo ya filamu niseme kwamba huwa maisha yangu mazima huwa nilikuwa actor. Lakini kama siku zote navyotoka nasemaga, siku ambayo mimi niliweza kujitambua kama mimi ni best actor yalikuwa mwaka 2014. Yaani ndio niseme kwamba nimejijua kwamba mimi ni best actor na kuangalia jinsi gani nitaingia mbele ya kamera ili kuonesha watu kitu gani ambacho naweza. Lakini toka nipo mtoto kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nafanya kama actor lakini sikuwa nimesha. Nimechoka na visa vyake. Kama nipende tena. Mwaka 2014. 2014. Ndio uliweza kuonekana kwenye runinga kama vile actor, lakini ulikuwa hujui kipaji chako. Ndio ulijitafuta alafu ndio kaja kuonekana. Niseme ndio hivyo. Mwaka 2014 ndo siku ambayo mimi nilianza kujihusisha sana mambo ya movie, kutembelea ma group na kufikiria jinsi gani mimi nitafanya kitu kama vile actor. Okay. Mbona kuna tasnia nyingi ya muziki hapa Burundi, kuna kuimba, kuna dancers, kuna kucheza mpira, vyote vinaingiza pesa. So I need to know, kwa nini sasa ulichagua kuwa muigizaji? And then wanasema kwamba katika Burundi mambo ya uigizaji haileti pesa. Why ulichagua kuwa muigizaji? Kwa nini ukwenda kuwa mcheza soka? Siku zote nasemaga mimi ni multi talent. Yaani una vipaji vingi. Na vipaji vingi sana kwa sababu wendo kinikuta hata kwenye music najaribu hata kuimba. That is sure. Mimi naimba. Lakini na mpira pia nao nacheza. Naam. Nafanya vitu vingi sana vya kutafuta riski ili ya kuendesha kipaji changu mbele. Lakini kitu ambacho mimi napenda zaidi ni filamu, ndo naigiza sana niseme. Lakini muziki nagusia, vitu vingine nagusia lakini movie ndo my talent, my first talent. That is so good. Hebu tunahitaji kufahamu una miaka mingapi sasa kwa hivi?
Because kwa sababu tunataka kufanya, kuna vitu ambavyo tunataka tukuulize tuone kama wenda kama movie na miaka ambayo unaifanya kweli kama utakuja kufika sehemu fulani. Una miaka mingapi sasa hizi, umri wako, bila kuficha ambao wanakutazama katika Amipro Show TV? Hapo for now au ina kwa ngumu kuongea miaka? Sio ngumu vile. Kwa sababu nyinyi mnaogopa wale akina dada wakisikia nishagampenda lakini na miaka 30. Acha ni huyu ni kibabu au inasemaje? Sio hivyo na mtu yote yule ambaye atataka kujua miaka yangu atenda tu kwenye page yangu, ataona matanipata inbox Facebook, social media. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi sipendagi kuongelea kwenye maisha yangu. That is so good. Cha kwanza ni miaka. Cha pili vitu vya dini. Na cha tatu vitu vya ukabila kivile. Ni vitu vitatu ambavyo mimi sipendagi kabisa kwa sababu kwenye life niseme havikuwa vinaniteki muda sana. Lakini mimi ninapokutizama hivyo atakamwasema upende mambo ya dini, lakini kama ninapokutizama utafikia kama wewe ni padri. Inavyoonekana muonekano kama vile padri, is true? Ni kweli? Au sio Mkatolika wewe? Sio hivyo. Wenda niseme haya story yakishia hapo hivi. Kwa sababu sote ni watu. Kweli. Dini yangu ni moyo wangu, ndo nasema. Dini yangu ni moyo wangu. Okay, we need to know sasa, unajua kitu gani? Wewe ni mwigizaji. Tunahitaji kufahamu filamu gani ambayo ilikufanya mpaka wewe ukaja kuonekana kama vile Jack Louis Masha. Filamu gani ambayo ilikufanya mpaka wewe unakuja kuonekana? Kwa sababu mimi nakufuatiliaga sana, unajua kitu. Si kwamba eti mimi ninapoita mtu hapa ina maana mimi namfuatilia kazi zake. Hebu niambie filamu gani ambayo ilikufanya mpaka mwenyewe kuweza kuonekana kama vile kupata jina kama vile Jack Masha, kuweza kuonekana katika tasnia ya movie ya Burundi? Nashukuru. Niseme kwamba filamu ambayo mimi iliweza kunifanya mimi najulikana na watu na watu kutambua kwamba mimi naweza sanaa. Ni filamu ambayo ilikuwa story yangu ya kwanza ambayo niliweza kuandika kwenye group yangu. Inaitwaje? Naitwa Azmake. Ni movie ambayo inaitwa Azmake. Azmake. Azmaka inamaanisha nini Azmaka? Kwa sababu sisi kuna ambao hawasikii Kiingereza, inamaanisha nini Azmaka? Azmake tu ni jina tu kawaida ya mwanadada, ni jina tu kawaida. Hiyo filamu ipo? Filamu ipo YouTube. Ipo YouTube. Okay, so Azmaka, hebu tuambie Azmaka uliigiza kama nani vile? Kwa sababu unajua katika filamu kuna zile ambazo mnataka scene. Kila mtu anabatia scene, kuna mtu anabatia scene kama vile malaya, scene kama vile alikuwa bosi, scene kama vile alikuwa mfanyakazi wa ndani. So I need to know Jack Louis ambao tunamfahamu tuko naye katika in the building kwa Amipro Show TV. Uliigiza kama na nani, kama sehemu gani wewe? Ulikuwa kama nani? Bosi, ulikuwa kama nani katika filamu ya Azmake? Mimi niliigiza kama friend tu. Kama rafiki tu. Marafiki wa mtu. Lakini kwenye ile filamu ilikuwa changamoto fulani hivi kwa sababu tulikuwa warafiki ambao tumechangia mwanamke bila kujua. Lakini mwisho wa siku tukakuja kubaini kwamba tumechangia mwanamke. Baada seka leta ugomvi fulani hivi. Ugomvi fulani. Paka pale tulifikia urafiki wetu mimi na jamaa ambaye anaitwa James. Tumefikia hatua ya kutengana kivile. Okay. So hebu nahitaji kufahamu. So ndio scene ambayo uliigiza tu, hakuna scene nyingine ambayo uliigiza katika filamu ya Azmake. And then na tunajua kwamba wewe ni actor mzuri sana. Kwa nini walikupatia ile scene? Ulikosa mazoezi au ndio walikuchagulia ulikuwa unastahili? Sio kusema kwamba nilikosa mazoezi kwa sababu mimi mwenyewe ndio nilikuwa director. Na kundi lile lilikuwa kundi langu. Kama vile nimetoka kusema kwamba alikuwa kundi la kwanza ambalo mimi niliwahi kufungua na kufanya event yangu ya kwanza. Yaani kazi yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Azmake. Na mpaka pale ambapo tulifikia hatua, tukafikia malengo, tukaigiza na watu wakipokea vizuri. Nikafanya vizuri kabisa. We need to know ni changamoto gani ambayo uliipata kipindi hicho ambacho tulifanya filamu ambayo inaitwa Azmake? Kwa sababu wasanii wengi wanapata changamoto kwa kutokana na masinema. Umeona kuna sometimes anakuambia location ilitusumbua au kina dada walitusumbua, sijui chakula ilitusumbua, mpaka kuna wengine hata masinema wanaacha kabisa filamu zao zinakuwa kama vile kabatini zinaoza alafu hazitoki mwisho wa siku. Hebu tuambie changamoto gani ambayo ulipata siku ya kwanza ulipofanya shoot ya sinema? Kusema kweli nilipata changamoto kubwa sana kusikana na ilikuwa ningali underground kwenye ulikuwa bado chini yani. Ulikuwa hujatambua yani. Nilikuwa sijazoea niseme maana
ndio ilikuwa filamu ya kwanza na mimi na direct. Yep. Ilikuwa filamu ya kwanza ambayo mwenyewe nimeandika. Yep. Ilikuwa filamu ya kwanza ambayo group langu mimi nimeact. Niseme kwanza nilikuwa na underground wote ambao waliigiza ndani ile filamu walikuwa underground. Ilikuwa marabu ya kwanza wanaingia kwenye kamera. Mambo ila kuogopa kamera kusolewa sana nini? Alikuogopa kwanza nini kujishika mbele ya mic mbele ya kamera ilikuwa sana mzee. Sauti imetoka kama vile wametetemeka wameogopa nini. Lakini hapa naona leo kamera kweli una moja kwa moja hakuna kwa sababu ushazoea eti. Ni kawaida tu maisha. Yapo. Okay. Nimepata kwanza changamoto nyingi sana kusikana kwanza na lile mara ya kwanza kufanya kitu. La pili ilikuwa upande wa location. Location pia. Kwa sababu kitu ambacho kinakuwa kinatusumbua sana kwenye location ni kwenye maandalizi ya movie ni location. Utakuta mtu amekukubalia atakupatia location lakini unafika ndani unafanya kama ni masaa mbili anaanza madakika kivile. That is so good. Ndio hivyo. Muda mwingine utakuta na wageni. Sasa wale wageni mnawasubiria kwanza muda na kwenda unakaa jikuta mlimaliza kazi bado hamjafanya chochote kile. Kweli. So Jack, kama sijasahau ndio filamu ambayo ilikutoa is maker. Okay. I need to know uliweza kuifanyizia officially ya lunch ya kwake kwa sababu unajua mara nyingi siku hizi waigizaji wanapenda vitu kama vile vya wasanii. Mwimba muziki anafanya officially lunch ya kwake. So hiyo filamu kwa sababu unasema kama ndio filamu yako ya kwanza. I think sio kama ndio imekutoa lakini ndio filamu ya kwanza unaweza kuonekana katika runinga. So uliweza kuifanyizia officially lunch ya filamu ya Ismaka? Mimi sikufanya uzinduzi wa filamu wa Ismaka. Lakini tulifanya tuliauza tena kama mwingine tu njia, lakini asikufanya uzinduzi wa kusema kwamba nialike watu waje waone, nialike huko na huko. Lakini pesa imeingia. Kawaida pesa imeingia. Hebu kama vile siri, kama sio siri basi mbele ya kamera tuambie. Uliingiza pesa kama pesa gani? Kwa sababu unajua inahitaji kufahamu kwa sababu unasema kama hiyo kipindi ulikuwa underground lakini ukiniambia kama uliingiza pesa 200,000 basi ulikuwa hujatambua tulikuwa bado kwa superstar. Kitu kikubwa ambacho naweza sema pesa ambazo gharama yote ambayo nimefanya kwenye ile movie imerudia na nimepata faida nyingine kidogo ambayo iliyosababisha nafanya kazi la pili tena. That is so good. Ndio kazi hiyo baba. Nashukuru. So I need to know Isma kwa sababu waigizaji wako wengi hapa. Kuna kina nani hao, kuna wakina Burundi ndio wanamuitaga ndio wanazoeleka sana. Kuna kina Mugisha, kuna kina Tamboremi, kuna Kisuba Chazi. Wapo wengi, kuna Mlonda kama sijasahau, wapo wengi. So I need to know katika kama samba kwa sasa hivi na Jacqueline akiwewe mwenyewe kiwepo Jack. So I need to know katika filamu ambayo mnaifanya na mtu ambaye anataja pale alikuwepo katika filamu yao alikuwa mwenyewe peke yako kama star. Niseme kwamba yale filamu niliweza kuyafanyia Kongo. Niliwahi kuyafanyia Kongo. Ilikuwa na kutangaza kazi yetu ya Burundi Kongo. That's so good. Kwa hiyo na imani wale wa actor wote wamemaliza kutana, nilishawahi kufanya nao kazi. Ushafanya nao kazi? Yapo. Kweli? Nimeshafanya nao kazi. Kina Burundi, kina Tambwe, kina nani, kina Jack, okay. Wote nimeshafanya nao kazi kwa sababu kuna movie moja nakumbuka tuliwahi kufanya hapo, ilikuwa mwaka 2018. Ilikuwa collab yani. Ilikuwa collab. Wote tuliwahi kuact na Burundi, Tambwe, kina nani. Yaani wasanii wengi. Kina Mugisha nini na nini. Na kuna nyingine collab ambayo niliwahi kufanya na Tambwe Remi. Niliwahi kufanya naye collab moja ambayo inaitwa The Shock. Humo nimeact kama vile kama vile doctor kabisa. Umefanana na doctor mpaka sasa hivi unafanana na doctor. Nashukuru. Okay. So Jack, kuna kama vile sio nakuja kukumbuka sasa hizi. Hapa mwisho kipindi tulipompoteza mheshimiwa wetu mpendwa ambaye alikuwa ni rais yetu mpendwa, tunasema kama vile marehemu, Mungu amlaze mahali pema, yeye mheshimiwa Peter Nguruziza. Nimeona ushirikiano wengi sana, nimeona wasanii, nimeona wacheza comedy, nimeona watangazaji, watu kibao, afu nikakuja kuona waigizaji. Hebu niambie kipindi uliposikia kwamba na wewe unahitajika kufika kule katika nyumba Ikulu ya ambayo marehemu alikuwepo, walimlaza pale mwili wake au kwenda kusaini kitu fulani hivi. So nilikuona katika mapicha, baadhi ya mapicha nilikuona. So kipindi ulipokuambia kwamba na wewe unahitajika kuwa kule, ulisikiaje? Na kwa sababu ilikuwa ndio festi. So kila mtu aliingia mle ndani, unaona hicho kitu. So kila mtu inakaa kulikuwa mastaa, wewe ulisikiaje hicho kitu? Niseme kwamba
Nimefurahi. Nimefurahi kwanza kwa kuona kwamba na mimi wamenikumbuka. That's so good. Mimi wamenikumbuka kama nipo. Na hata kama wangi nitaja, hata mimi mwenyewe ningeenda tu. Kweli? Ningeenda tu kwa mimi binafsi ningeenda. That's so good. Alafu unajua kitu gani mimi nimependa kwa sababu mlijiunga, umeona hicho kitu. Mlijiunga alafu mkafanya kitu kimoja, mkapiga kama masuti za rangi nyeusi hivi, mkao umeona kitu kama hicho. So nimefurahi sana. So labda ningeuliza hakuna filamu ambayo mliweza kufanya kama vile collab, kwa sababu tuliona wasanii waliimba. Umeona waliimba muziki nini? Waliimba muziki wasanii, kuna wengine walifanya vitu baadhi ya kuonesha kupichana na upendo ambao rais wetu alikuwa anatupenda. So nyie kuna filamu ambayo mliweza kuandaa ili kutuonesha upendo ambao mlikuwa nao katika kwenye rais wetu? Niseme kwamba kuna filamu ambao waliandaa, waliact, lakini mimi sikuhusika ndani. Ukuepo kwa nini sasa? Ndio nataka nijue kwa nini ukuepo. Kwa sababu yote nimekuuliza kwa sababu najua kila kitu. Sasa kwa nini ukuepo ndani? Mimi sikuepo ndani kwa sababu nilikuwa nafanya zingine kazi. Nilikuwa napiganisha zingine kazi. Lakini za filamu? Zote ni za filamu tu. Ya filamu. Kuna kazi ambayo nilikuwa nikifanya ndio kitu ambacho kilisababisha mimi sikuhudhuria kwenye ile movie ambao waliact kama kumulaga rais wetu Peter Kurunzinza. Okay, so it's good hata kama ukwepo, lakini na imani kwamba nao ulikuwa na kile kiu cha kwenda kuigiza katika ile filamu kwa sababu ni kipaji ambacho nacho. I think that lilikuwa na, lakini nimechangia kwenye story. Nimechangia baadhi ya vitu vya kufanya kazi boreshewe, nimechangia kidogo ndani. So good. Okay, we need to know sasa mwaka 2020. Hebu tunataka kufahamu ni filamu gani ambayo waliigiza mwaka 2020 kwa sababu mwaka 2020 umekwisha. Kulikuwa vitu vingi sana, ndipo mwaka ambao wasanii walionekana nyimbo mpya. Ndipo ambapo maskini ya Mungu amlaze mahali pema, kuna kijana wetu mmoja ambaye alikuwa ni mwanamuziki naye vile kwa Karim Babel, ndio mwaka ambao aliweza kufariki dunia. Kulikuwa vitu vingi kama vile utata. Hebu tuambie ni kitu gani ambacho wewe ulikifanya na kuweza kuongezea jina mpaka sasa hizi unaitwa Jack. Katika mwaka 2020 je, kuna filamu ambayo uliifanya ambayo ilikufanya kutoka sehemu ambapo ulikuwepo tena na kuweza kusogeza mbele? Mwaka 2020. Niseme mwaka 2020 ilikuwa mwaka ambao nimefanya kazi nyingi. That is so good. Nimefanya kazi nyingi tofauti sana na jinsi ninavyofanya siku zingine. Mwaka 2020 nimefanya kazi ambayo inaitwa Freskura. Inaitwaje? Inaitwa Freskura. Freskura maana yake nini? Freskura. Lipo lakini hiyo kazi. Kazi lipo kabisa. Lakini niseme kwamba sijaachia. Mimi sikuachia ile mwaka. Nimeachia kazi zingine tofauti kama vile short movie. I need to know that ndio vitu ambavyo navitaka short movie kwa sababu sasa hizi tunatizamana, unaona? Kuna watu ambao wanakutaka wazione. Kama zipo watu wazione. Hebu tuambie short movie, jina za short movie ambazo ulishaachia ili mtu akiingia katika YouTube account yako aiweze kuiona. Ona tu nitoe account langu la YouTube. Ukiingia kwenye YouTube unaandika tu Jacques Muguju. Other Jacques Mesha. Utapata kazi zangu zote na utajua kitu gani ambacho mimi naweza. Kikubwa tu sikose kulike, comment na kushare na kusubscribe. Ili ya kusogeza kazi mbele yapo. Okay. So kuna swali kama linakuja hapa, mtu amenitext sasa, nataka kuna namba kama nikuuliza hivi eti. So hebu anahitaji kuigiza, lakini kusema igiza inabidi afahamu maana ya filamu ni nini. Anahitaji kufahamu maana ya filamu ni nini alafu naye akuje kuigiza. Kisi kama ina maana nzuri, anakuja kuigiza. Si kama ina maana mbaya, basi anaachia. Kwa kifupi naweza sema filamu ya sanaa ni kipawa ambacho kila mtu alipewa na Mungu jinsi alivyotaka, jinsi Mungu alivyopenda yeye mwenyewe. Kama na wewe pia una kile kipawa, karibu unaweza kuigiza. Kwa sababu kuna mtu ambaye alipewa kipawa cha kuimba, alipewa karama ya uombaji, alipewa karama ya kucheza mpira. Lakini kama na wewe ulipewa kile kipawa cha kuigiza, unaweza kuigiza. Kama mimi hapa kuigiza nisi, unajua kama ishaganisumbua bro. Hebu ndakuja unifunze bana. Mimi nataka kuigiza. Karibu, hamna tatizo. Kama unajituma na kama unajielewa kama wewe ni mwigizaji utafanya vizuri. Lakini kwa sharti moja tu. Una management, una manager ambaye anawasupport katika kazi yenu. Kwa sababu mimi sifanyi kazi za hivi. Unajua sisi tunataka tufanye kazi alafu tupate matunda. Kama una manager ndakuja. Hebu una manager wewe? Mimi naweza sema kwamba sina manager.
Sina meneja. Lakini nashukuru Mungu kwa kuzidi kuniletea watu ambao watanisapoti kwa kidogo kidogo kile kwa ajili ya kusogeza kazi yangu mbele. Kweli. Kama naweza shukuru sana kwanza na producer wangu Pena Patrick, Playboy. Ni mtu ambaye amejitolea kunisaidia mimi. Amejitolea kabisa kunisaidia maana huwa mimi nikiwa na kidogo kile ambacho naweza pata na mwambia pro mimi na kidogo hichi. Huwa abisha na nisaidia hivyo. That's so good. Okay, Jack, I need to know katika kundi lenu nafahamu kwamba kuna wasichana. Wasichana wapo na hicho kitu? Wapo. So kwa sababu unajua kunapokuwa wasichana uaga pakosagi vitu kama vile vitu vya kurogana. Hebu hamjawahi kukorofishana kutokana na masuala ya wasichana nyinyi katika kundi lenu? Ni changamoto ni kati ya changamoto ambazo tumepata hata kwenye magrupu kila siku zinawasumbua yani. Yapo. Utajikuta kuna msichana ambaye anatafuta kuact sehemu ambapo yeye aweze. Lakini ukiweka mtu ile sehemu unajikuta anakuwa amenuna, anachukulia vibaya. Unaona? Ila namshukuru Mungu kwa maana siku hizo wamejielewa. Kweli. Wamejielewa kabisa, wanafanya vizuri, wameshajijua. Zoezi mnafanyizia wapi? Zoezi tulikuwa tukifanyia Buiza lakini kwa sasa tunafanyizia Jabe. Okay. Kuna mwanadada mmoja niliwahi kumuona katika filamu yako kati netu kama anaitwa Madonna kama sijasahau. Sidhani kama ni yeye kama ndio jina lake. Dada mmoja hivi mweupe. Dada mmoja mweupe kidogo hivi anashi kama ni Buyenzi. Yupo tupo naye. Hebu nikumbushe jina lake ni Madonna ni nani? Ana jina moja hivi. Anaitwa Shadia. Ana ule kwanza ongera zangu. Lila Madonna nalo kuna na imani kuna movie ambayo ongera zangu kwa sababu mimi huwa namkubali. Utampa ongera zangu mimi kwamba kuna mtangazaji ambaye anaitwa MB Promoter anakubali kazi zako. Na imani atasikia anatufuata. Kumbe nini? Jack. So I need to know project yako mwaka 2021. Ni project gani ambayo unayo kwa sasa kufanya kazi? Niseme kwamba mwaka huu nimeshukuru sana kwa maana limenikuta nipo kwenye kazi. Limenikuta nipo kwenye kazi sababu kuna movie ambao niko na act mpaka leo. Nimeanza mwaka 2020 mwezi wa 12. Mwisho wa mwaka yani. Mwisho wa mwaka ndio mnaanza kushuti. Ndio tulianza kushuti na mpaka hivi tungana alishuti. Kweli. Na imani mwaka utakuwa mwaka ambao nitaachia kazi nyingi sana. Huwa na imani kwamba kisha miezi mitatu, miezi miwili nitakuwa naachia ngoma. So I need to know filamu yenu mmecheza katika lugha ngapi? Kwa sababu we are in East African. Kuna Kiingereza, kuna Kirundi, kuna Kiswahili, kuna French. I need to know really kwa sababu nyinyi ni waigizaji wa Burundi. We need to know mnaigiza katika lugha ngapi Kiswahili, katika lugha ngapi filamu yenu hapa Burundi? Huwa niseme kwamba naigiza kwenye malugha nyingi sana. Okay. Kusudi ya message kufika. Kuna filamu ambazo tumeigiza kwenye Kirundi, tunaigiza tunachanga Kirundi Swahili, tunachanga Swahili Kiingereza. Na kuna nyingine ambazo tuna act tu kwenye French. That is so good. Kweli. So Jack, kama vile tunakwenda kumalizia kipindi chetu. Sawa. Inatokea saa hizi panakuja mfano Tambo Remi. Kwa sababu niseme watu wa nje, tunataka kwanza kazi yetu hapa Burundi kwanza. Kwa sababu itasema kwamba nikwambie Ray aidha nikwambie sijui nani. Kama kuna kuja Tambo Remi, alafu nakuja na Ichi Burundi, alafu nakuja na Mugisha. Wote wanahitaji kwa dakika moja wanakuhitaji saa hizi. Wapo tutakimbilia mapema. Mimi niseme kwamba ulisikia swali langu kuna kuja Tambo Remi. Nimesikia Burundi alafu nakuja na Mugisha. Wanahitaji kufanya kazi na wewe kwa dakika moja. Hiyo dakika moja kile mtu anahitaji kufanya kazi na wewe. Maana kama afanye kazi na wewe anapoteza. Wewe utakimbilia kwa nani? Mimi naweza sema kwamba wote kwa sababu wote nishtukia tutaongea kwanza na tutachukua mikataba. Tunachukua mikataba na mimi sitoangalia kwanza wewe ni mtu gani, lakini kikubwa anafuata kwanza story jinsi gani imepangiwa. Kama story ipo fresh mimi na act hapa. Mimi sitoangalia kwamba wewe ndo Mugisha, wewe ndo Tambo Remi, wewe ndo Nije Burundi. Huwa mimi nafuata story kwanza na jinsi gani wamejipanga wao wenyewe. That is so good. Unajua kitu gani? Unajua kwa sababu gani kuuliza swala? Hapa Burundi tulishakuwa na vile vitu vya kuangaliana mastaa.
Huyu ni Burundi, acha nikimbe kwa Burundi. Huyu ni Mugisha kwa sababu alishajenga jina, ngoja nikimbe. Huyu ni Ndabereke kwa sababu alishajenga jina. Lakini tunasoga kwamba anaweza kuwa amejenga jina lakini hana ile ladha kuburudisha nini? Mafanzi, umeona? Unajua kwa sababu anasema hivi kwa sababu leo wote wanakimbilia kwa yeye. Kuna mchekesaji mmoja hivi ambaye Gasore, kama Gasore. Umeona? Wote wanakimbilia akitaka kufanya kazi na Gasore, imani kwamba itafika mbali zaidi. Kumbe anasahau kitu gani? Wewe una kipaji cha kwako. Umeona? Hicho kitu kina nani Burundi nzima. Tasnia Burundi ya music Burundi, hata movie ya Burundi, umeona? Inaharibisha hicho kitu. Kumbe nini? Mimi kitu ambacho na kama vile mtangazaji, mimi ningelikuwa kama vile ambassador wa watu wa mafilamu. Mimi singetazama kwa sababu wewe ni Burundi, kwa sababu ni Tamboremi. Na ndio maana nimesema hivi, ndio maana nasema kwamba mimi nitafuata kwanza story jinsi hivyo, jinsi liko story ya filamu na jinsi gani wamejipanga. Maana mimi sitosema kwamba nakufuata wewe. Hapana, nafuata kipaji changu mimi, sifuati mtu. Kwa sababu mimi kwenye kazi yangu najua kwamba hamna mtu yote yule ambaye anaweza nifanya mimi nakuwa. Bali mimi mwenyewe ndo wa kujituma ili nikuwe kama wao. That is so good. Wewe ndo unajituma ili kuwe kama wao, lakini wao hawezi nifanya mimi nikuwe kama wengine, hapana. Basi inakuja basi. Wewe katika ma actors 5 Burundi, hebu jite nafasi moja hapo tuone 5. Jite nafasi yako. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano au? Mimi naweza sema naweza kaa namba 1. Namba 1. Kwa sababu najijua so kabisa. Naweza kaa namba 1. Wanakusikiliza wa jamaa. Unajua wanakuona na wanakusikiliza ambavyo unavisema namba 1. Kwa sababu wanafahamu kazi. Sio wananisikiliza mimi, bali wanaona hata kazi zangu. Kazi yangu ndo wanaona. Wanakuamini sana. Kazi yangu ndo wanaona na wanasema ujamaa yupo hapa. Kweli? Ila sio mimi, kazi yangu ndipo pale na mimi mwenyewe namba 1 kwenye. Ulisema kwamba hata kuimba unafahamu. Hebu tusikie kakapela kadogo sauti tusikie kama unafahamu. Kwa sababu mimi nafahamu nyinyi mko wajuaji. Unajua hicho kitu? Nyinyi mko wajuaji. Yaani mwenyewe kuimba, mwenyewe filamu, mwenyewe hata mwenyewe nikoga hivyo lakini nimeamua kuacha tu hivi. Natangaza tu kazi zenu nini tushembe. Hebu tupate kakapela kadogo tusikie kama unajua kuimba hata kama wewe ni mwigizaji kweli. Ila ukileta kwa sababu mimi najua kuimba bro. Ukifanya sauti za ndembe mimi nakutoa nje kwa sababu mwenyewe muimbaji usioni. Twende sasa kapela kadogo. Kama sekonda 5 6. Okay, Ulidifunza mengi uliponisaliti, ukachezea yangu penzi, moyo wangu kafaka bati. Maswali mengi, mara pasta, mara gangi, vitu vingi vya ushenzi, uenende salama haki. Umepewa shahuru, kajifanya usikie, ukaweka kiburi na hii nyimbo kuingie. Usimalizie bro, nende salama na kuahidi sitopenda tena. Kama so mama kuna mtu ndamupenda sana. My mama ya mapenzi yanachosha bwana, niliyomupenda hona sasa nikipe mifanya. Okay, it's so good bro, congratulations bro. Kumbe wewe best rapper. Najaribu. Sababu mnaficha vipaji bro. Sisi hao watu kama tunawataka. Unajua tunataka nini? Miti. Ulisema kama wewe ni miti nani? Miti jobs. Kama vile miti talent. Miti talent like that. Unaona vipaji vingi bro. So good bro. Kwa nini usije kuwa best rapper achana mambo ya filamu? Burundi filamu bwana wanasema kama haitupati chochote, ni true. Nasema najaribu pande zote kwa ajili ya kusogeza kipaji changu mbele. Sasa wewe unaonaje kwanza ukiwa basi msanii kupiga rap? Uone kama utaingiza pesa kina bifesa kina nani tushasikia rap yako nzuri kama vile Roma Mkatolika hivi kama nani hivi. Bro achana na mambo ya filamu, unaonaje? Filamu ndo inakupa mipunga. Yote ni kipaji changu. Na pesa inaingia. Kutoa kipaji changu maana yake ni kuondoa roho yangu kwa sababu vyote navipenda. That is so lakini good. Mimi ni mwana filamu, mimi ni mwigizaji. Kweli. Muziki nagusia tu niseme. Muziki. Need kapela nyingine moja. Sasa nataka kapela moja ya filamu. Kwa sababu unajua wasanii wanasemaga nini kuna eti kama wasanii wana nini? Mnasemaga nini? Msanii ana nini? Kama ana nini? Sema hicho kile Kiswahili mnakitumia mara nyingi. Msanii aposikia aibu, msanii ana nini? Hebu sema. Kwa sababu nasikia kikundi nyingi wanasema msanii ana nini kama ana uchi. Bro. Hebu tunaigiza mimi na wewe sasa. Tu kama vile tunaigiza. Alafu nipange mimi sina alafu tunaigiza. Karibu kwenye mazoezi utaigiza mzee. Mimi tunafanya mbele ya kamera tunaona kipaji kwa sababu unajua hamna tatizo. Wanda ukinikuta kwenye mazoezi wewe utaona jinsi gani naigiza. Unasikiza kwambia mkubwa wangu. Nisikiza kwambia hivyo video mimi sivitaki sasa. Umeona kwa sababu umeshaniboa. Umeshaniboa afu venyewe vimeniboa bro. Mimi sitaki kitu kama hicho. Naomba unisikilize kwanza. Mimi nimesema kwamba siku hizi niko kwenye shooting. Ndio maana. Siku hizi nipo kwenye shooting. Unatoka katika mood bro. Mimi nimeshaingia katika mood. Umenitoa katika mood. So mimi nakushukuru sana bro.
Nipo kwenye shooting wa washabiki zangu, ndio maana wameona hata look yangu kwa hivi. So kama vile ninavyotoka kusema kwamba mwaka huu umeingia, nipo kwenye shooting na ndio maana hata look yangu kwa hivi. So hebu tuambie msanii Burundi wa mwanaume ambao wewe unamfahamu na ambao unampenda saizi. Mmoja tu. Wasanii wako wengi wa kuimba. Nikisema nikimaanisha basi mwanamuziki ambao wewe kama vile actor msanii mwenzake ambao unampenda, mmoja tu mwanaume, alafu utakuja na wa kike. Ya mwanamuziki ambao mnapenda hapa Burundi wa mwanaume. Anaitwaje? Anaitwa Mayboy. Anaitwaje? Mayboy. Mayboy. Anaishi wapi? Pena Patrick. Anaishi wapi? Hapo. Huko Burundi. Anaishi huko hivi Kinama. Kinama, yapo. Da bona kama ndio mara kwanza mimi namsikia, lakini ajitangazi lakini. Anaweza. Okay. Sio kusema kwamba ajitangaze, lakini anaweza kabisa, anajipanga fresh kwenye kipaji chake. Alafu mwanamuziki star ambaye anajulikana sempote Burundi. Mmoja. Mimi niseme star ni, yani mimi niseme kwamba ndio star wangu ule. Mimi nimeelewa. Kama wao wamjue, wengine wanamfahamu. Mimi sijakataa. Mimi nimeshasikia Mayboy, hata mimi mwenyewe namtafuta. Hamna tatizo. Nasema basi niposema basi niseme kwa Kiswahili kizuri. Yule ambaye anafahamika basi Burundi nzima, toka kwa Google hata wapi anafahamika basi. Hamna msanii ambaye anafahamika Burundi nzima. Hamna. Kwa sababu kuna ule ambao unaweza jua mimi simjui. Kama vile ninavyokuambia Mayboy, wao mjua kimi namjua. Na kuna wengine ambao wanamjua lakini wao mjui. Kweli. Wa kike basi. Wa kike? Kwa sababu kwa kiume umengangana. Kwa sababu nyinyi wafahamu sana, utaki yupo. Kwa sababu nikichukua katika simu yako sitakosa simu. Katika simu yako kuna music nyingi sana za huyo msanii ambaye unamkataa. Tena mimi nakuja kupekua, alafu nitakuja kuambia baadaye. Unajua kama unataka niseme msanii ambao unajua na ambao unakubali, sawa? Mimi si msanii, mimi si MB-boy, mimi unanitaja. Kwa nini unijua? Umeniangusha mtu wangu. Mimi nimekuwa na kutext lakini umeniangusha bana. Mimi nimekutest Mwashino umetaka masema basi MB promote, mimi umeniangusha. Basi wa kike basi. Hebu wa kike na kuchekesha, hebu wa kike. Sema umenifurahisha. So niseme mwingine ambao wa kike ambao mimi nakubali sana ni Natasha. Natasha la namba. Natasha kabisa, huwa ni msanii wa kike ambao mimi nakubali. Kweli? Natasha. Ni kweli. Why Natasha? Kuna wengi. Natasha kwa nini? Kwa sababu tuambie kwa nini unamkubali Natasha basi. Mimi namkubali kwa sababu anaimba kabisa, sometimes ana rap, yani ni mtu ambaye anajituma. Okay, Jack, anaweza kabisa. Tunakwenda kama vile tunamalizia mwisho basi. Sawa? Asante. Kwa sababu mimi nauliza maswali mengi, si utanisamee. Mcheza soka ambao unampenda Burundi. Mchezaji wa soka. Yupo. Nasema sifuatilia ile mchezo. Ufuatilie michezo? Sifuatilie kabisa. Wakati kuna mwanzo ulisema kwamba hata mpira unacheza. Alafu hujui hata mchezaji wa soka. Mimi sifuatilia Messi, Ronaldo sana. Simfuatilie sana, lakini mtu ambaye mimi nakubali Burundi. Ni Saido. Saido namkubali sana. Baba Saido una kipaji bro. Hivi anaitwa antibiotic. Saido namkubali sana. Hata nawe pia umemkubali, au sio? Bana. Acha vitu. Mtu ambaye anakuwa natutoa mbali sana kwenye uwanjani pale. Saido Beraino. Saido Beraino au Saido ni Bazongiza? Yule ambao unafahamu wao. Mimi nafahamu wengi. Ni star? Ni Bazongiza. Wote ni star. So bro, mimi nakushukuru sana. Alafu karibu tena bro katika TV yetu. Alafu kipindi chetu kinaitwa ni Buja Movie, ambao niko pamoja na Jacqueline Measure ambaye ni mwigizaji mzuri sana, anafanya kazi nzuri licha na kina fulani na fulani na nani wale wa majina. Yeye ni mmoja ambaye anasema kwamba anachukua nambari moko, nambari 1. Yaani nambari 2 patikani. Unajua hicho kitu. Bro, mimi siku gani kuja kutizama mazoezi yenu? Karibu hata Sunday. Sunday karibu. Mimi nakwenda kwa taxi nini, unajua hata kwa miguu bro, mimi ni taxi nini. Hamna tatizo, ukifika utalipa. Kwenda na kurudi. Usijali mzee. 30. Pesa zipo. Mimi nakula pesa. Pesa zipo. Bwana, hebu ambia wapenzi watazamaji wa Amipro Show TV wasikose kusubscribe our channel YouTube na kushare na comment. Ni Amipro Show TV +257. Hebu ambie peke yako waelewe. Subscribe na kuchannel na kushare pia. Yapo. Na imani mmeshasikia yote ambayo natoka kusema.
na imani kwamba mtafanya yote ambayo nawaigidhia, kusubscribe, kushare na kucomment na kulike pia, yote mtafanya kwa sababu ni TV ambayo inakuja kitofauti sana inakuja kuinua tasnia ya sisi tuna ubaga. Sisi kwa muziki tu hata waigizaji tunakuja tunasipa tunafanya. Yapo, unasikia. Na imani kwamba na malengo nzuri sana kwa jamii letu, kuanzia si wasanii mpaka nyinyi wenyewe. Msikose kuwa support, kushare yale yote kwa sababu ni TV ambayo inajituma kabisa. Ninaweza. Asante sana. Nashukuru. Neno la mwisho kwa mafanzi wako? Kwa mafanzi wangu nawapenda sana na msikose muzidi kunisapoti na mzidi kufuatilia kazi zangu. Nitazidi kuwaletea vitu vizuri sana na kuwaonesha wapi ambapo dunia leo inafikia. Na kikubwa tena nimetoa shukrani zangu za dhati kwa kampuni la Mandarina World Entertainment. Utakuta pale Pena Patrick Mayboy ni producer mkala ambaye anajielewa na anajiamini. Thanks very much bro. Tusemaga ni ciao ciao. God bless you so long. Alafu na umekuja na gari ya kwako utanipeleka basi. Okay, so good.